Rais, jambo la pili ni ya kwamba Mheshimiwa Rais, sisi kama watu wa Azimio, kwanza mimi ndio kiongozi ya upinzani hapa Kenya kikatiba, kwa sababu mimi ndio minority leader. Wale watu wanatembea hapa kando kando wanasema ati hao na upinzani, hawa ni watu fake. Upinzani ni mimi, na mtu asichukue kazi yangu tafadhali. Hiyo ndio ile kazi Mungu amenipatia, tafadhali wawache mimi kazi yangu. So Your Excellency, mimi wakati wa uchaguzi watu wetu wa Azimio na walikuwa na manifesto. Watu yako pia walikuwa na manifesto. Watu walikuwa wanasema wanataka kujenga manyumba, low cost housing. Watu walikuwa wanataka kusema ati wanataka kufanya industry kama hii unafungua jana. Watu walikuwa wanasema wanataka kufanya electrification. Na saa hii mimi naona hizo ndio inafanyika. Sasa tutapinga ya nini? Kama kazi inafanyika, tunaweza kupinga kweli? Tunangoja ya kupinga. Bado haijapatikana. Tunangoja ya kupinga. Kwa sababu kama manifesto yetu ilikuwa inasema tujenge manyumba na zinajengwa. Tulikuwa tunasema sitima iunganishwe na inafanywa. Tuseme tujenge industries na inajengwa. Sasa bado hajapata kitu ya kupinga. Ndio mimi nangoja kama mpinzani kitu ya kupinga. Ndio mimi nangoja. Ya pili, Mheshimiwa Rais, mimi nimeshangaa na nchi yetu, na mimi naongea saa hii sasa kama kiongozi ya bunge. Kwa sababu serikali inachaguliwa ili ilete maendeleo kwa wananchi. Na kama serikali ikitaka kufanya kazi yake inawekewa vikwazo. Serikali lazima ifanye public participation, inafanya. Tena iombe ruhusa bunge, wanaomba. Tena waombe ruhusa kwa watu wa judiciary wa makotini, tena waombe kwa civil society, tena waombe ruhusa kwa watu wa kanisa. Serikali itafanya kazi siku gani? Serikali itafanya kazi siku gani? Wewe ukitaka kufanya vitu ya boma yako na bibi yako unaomba watu ruhusa. Hata unaomba tu ruhusa mama. Unaweza omba mtoto yako, uombe baba yako, uende babu yako, unaweza fanya hivyo. Hii mambo ya kuomba ruhusa kwa kila mtu lazima ikwishe. Na mimi nimeongea kama mkubwa wa upinzani. Kwa sababu serikali haiwezi kuomba ruhusa mahakama ili wajenge stima, waombe kanisa ili wajenge stima, waombe civil society ili waombe stima. Juzi mliona wale wako Nairobi. Airport yetu iko mbaya sana. Imeharibika. Waekelezaji wametoka nje kuja kusaidia sisi kujenga hiyo airport. Rais akasema kama wananchi wamekataa tumewacha. Sasa wale walikuwa wanapiga kelele, wapi maoni yenu ambayo kwa sababu airport lazima itengenezwe. Nchi hapa jirani yenu Tanzania wanafanya ni hiyo mwekelezaji kwa hiyo airport yao. Hawa ni wazimu. Tanzania ni wazimu. Kichwa imeruka hawa. Sasa lazima tutafute njia ya kusaidiana. Ya mwisho, Your Excellency, mambo ya kuunganisha Wakenya. Lazima Wakenya waungane. Kuna wengine pale mimi natoka huko Bigori na huko Nyanza. Kazi yao ilikuwa kufungia sisi nje tu. Sisi hawezi kubali hiyo. Hatuwezi kubali kufungiwa nje. Kwa sababu sisi pia ni walipa ushuru kama wengine. Lazima tupate haki yetu. Sasa mtu anakuja hapa anasema, shareholders, nyinyi hawezi kuwa hapa. Si tulinyorosha Simuliona vile tulinyorosha Simuliona vile tulinyorosha Na mtu yeyote ambaye ataleta ujinga kama hiyo, wembe ni ule huu. Wembe ni ule huu. Asante sana Mheshimiwa Rais. Hiyo ndio hotuba ya kiongozi ya upinzani hapa Kenya. Asante sana. Jameni, mpigeni makofi. Unataka kusalimiana? Haya, dakika moja Mheshimiwa. Sema tu jambo, alafu chome basi. Tuko na Si tumefurahi. Asanteni sana, bariki. Haya, aseme tu jambo. Mheshimiwa Rais, watu wa Mundanyi hamjambo? Hamjambo? Mheshimiwa Rais, pale chini Voi tunategemea hapa juu kwa chakula. Haya mambo ya barabara yaangazie na sisi tufanikiwe kule chini.
mengine nitaongea nikiwa Voi. Asante sana.